alitangaza ule mwaka kuwa ni mwaka wa jubilei maalum ya huduma ya Mungu. Kawaida kanisa hufanya jubilei kila baada ya miaka 25. Kama sasa hivi tuko katika jubilei 2025, tuko katika jubilei mwaka 2000 kamili, na tuko katika jubilei mwaka 1965. Hizo ni jubilei za kawaida. Lakini iwapo Baba Mtakatifu anaona kuna hitaji la kichungaji la kuita mwaka wa jubilei ili kuipa jambo fulani uzito katika maadhimisho, basi huita mwaka wa jubilei, lakini inakuwa ni jubilei maalum, extraordinary jubilee. Sasa 2015-16 angeweza kufanya kuwa ni mwaka wa huduma ya Mungu, lakini yeye akautangaza kuwa ni mwaka wa jubilei maalum ya huduma ya Mungu. Alikuwa ni Baba Mtakatifu aliyetaka kufundisha ukuu na adhama ya huduma ya Mungu. Katika mwaka ule aliandika barua ya kichungaji kubwa na nzuri sana, uso wa huduma ya Mungu, na mle akaeleza na kufundisha kwamba Mungu anapenda. Wakati dunia imejaa watu wengi waliokata tamaa, waliolemewa na dhambi, ambao pengine wametengwa, wamedharaulika, wameonekana ni wachafu, wasiofaa, huduma ya Mungu inawakuta na kuwaita hao wote inawaalika wafanye toba, warekebishe maisha yao, wote warejee nyumbani kwa Baba. Katika mwaka huo yalifanyika matukio mengi, na katika mwaka huo alitangaza na kutoa ruhusa kwa mapadri kuweza kusamehe dhambi ya kutoa mimba. Kabla ya hapo, dhambi hiyo ilikuwa reserve, ilikuwa imeachwa kwa ajili ya maaskofu tu. Katika mazingira fulani akaruhusu mapadri waweze kusikiliza kesi za dini na hata kuondolea dhambi hiyo. Ndugu zangu, hilo ni jambo la kwanza ambalo ni kubwa na pekee, kwamba Mungu anahuruma na anataka sisi wanakanisa tuibebe ile huruma na tuwe wajumbe wa huruma ya Mungu kwa watu wale ambao wametengwa, wale ambao wamedhulumiwa, wale ambao wanaonekana wanadharauliwa. Wote hao tuwavute na warejee nyumbani kwa Baba. Jambo la pili ambalo pia ni kubwa na ni mzito pekee linapatikana katika mambo yake nyingine ya kichungaji aliyoandika kuhusiana na umuhimu wa wanadamu kutunza mazingira kwa pamoja. Aliandika waraka ulioitwa Laudato Si, kama nitamsifu ama nitamtukuza wewe, ambao alionyesha namna gani Mwenyezi Mungu aliumba dunia hii na kuwafanya mahali hapa kuwa pazuri sana, akaumba kila kitu na kuwa chema sana, lakini mwanadamu kwa shughuli zake za kiuchumi na za kisayansi na maendeleo ameuharibu ulimwengu ambao Mungu aliumba vizuri. Ndugu zangu, uharibifu wa mazingira ni tatizo kubwa kupita kiasi. Shughuli za binadamu zimeharibu kabisa kazi ya Mungu, na tayari madhara yanaonekana. Labda kwetu madhara hayaonekani sana, lakini mahali pengine madhara ni mno. Maendeleo ya sayansi yanatuachia madhara. Waraka huo ulipata umaarufu si tu ndani
ya kanisa, lakini hata nje ya kanisa, ukajadiliwa hata nje ya mipaka ya kanisa. Katika mikutano mikubwa ya kimataifa ulijadiliwa na kupata nafasi ya kuongezwa sana, na hivi akawa ametoa mchango wa pekee katika kuamsha mtazamo mpya na mwaliko wa kutaka kuyatunza mazingira yetu kwa pamoja, kwa sababu sisi sote tumeumbwa na Mwenyezi Mungu, na mbele ya Mwenyezi Mungu tuna thamani sawa. Hapa na pale katika utendaji wake Baba Mtakatifu wakati mwingine hakueleweka, lakini kwa sababu alikuwa mbele sisi katika kufikiri na katika kuishi Ukristo wetu, yeye hakuona shida hata kuongea na watu ambao si Wakristo, watu ambao si wanaomwamini Mungu. Aliweza kuongea nao na hata kuwaelewa katika mifumo yao bila kuwalaani na kuona kwamba hawafai. Katika swala la amani ya kimataifa, Papa huyu hakubaki nyuma. Nakumbuka katika mzozo wa Sudani ya Kusini, wale viongozi ambao katika binafsi wao wameelewa ile nchi na kusababisha machafuko na vifo vya watu wengi, alithubutu hata kuhusu viatu vya viongozi wale, akiwasihi wamalize vifo zao na kurejesha amani katika taifa hili. Mara kadhaa amelaani uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine. Mara kadhaa amelaani uvamizi wa Israeli dhidi ya Gaza na kuachia moyo watu wa Gaza na Ukraine, na kuyataka mataifa wasaidie katika kumaliza migogoro hiyo na kuleta amani katika ulimwengu wetu. Kwetu sisi kama Wakristo, tunapoendelea kukumbuka mengi ambayo Baba huyu ameyafanya kwa kanisa na ulimwengu, tunaalika tuendelee kumwombea yeye ambaye alikuwa ni mtu aliyejaa matumaini makubwa, na alitaka pia kuwatia wengine matumaini. Mwezi wa pili afya yake iliingia mgogoro. Tayari akiwa na miaka 19, George akiwa kijana kabisa alipata shida kubwa ya mapafu, hata ikalazimika kufanyiwa upasuaji mkubwa. Wakaipunguza moja kati ya mapafu yake, na hilo lilileta udhaifu sana katika mfumo wake wa kupumua. Kwa miaka yote hii ameishi akiwa na mapungufu hayo, na mara zote alikuwa akipata shambulio kwa maana infection katika mapafu, alikuwa anateseka sana. Tunaambiwa mara kadhaa alilazimika kuahirisha ziara za kwenda kutembelea nchi mbalimbali kwa sababu ya shambulio katika mapafu yake. Sasa mwezi wa pili akapata shida, alikuwa na mabili, akalazimika kukatiza familia yake, sauti ikakata, baadaye akawa hospitali. Ikumbuke kwamba kwa zaidi ya miaka 3-4 alikuwa na shida ya nyonga pia, akashindwa kutembea kwa shida, mpaka baadaye akaanza kutumia kigali cha kusukuma wheelchair. Kwa miaka yote hiyo shughuli zote katika hali hii. Sasa hili la mwisho la mapafu lilikuja na likawa kubwa mno. Alilazwa hospitalini kwa wiki 7. Wakati mwingine hali ilikuwa ni mbaya kiasi cha kukata tamaa, na madaktari walikuwa wanatoa taarifa asubuhi na jioni, ndio maendeleo ya hali yake. Na hata baadaye wakaanza kutumia dawa kali sana ili kunusuru maisha yake. Hatimaye akatoka hospitalini kama mwezi mmoja uliopita, na akapelekwa nyumbani akapumzika kule katika hali ya shughuli zake. Sasa inasema kwamba juma huu kawaida yeye anaadhimisha maadhimisho yote katika kanisa Katoliki la Mtakatifu Petro. Kwa hali yake ilivyokuwa alikataza kufanya, na yeye akaishi.
japo sisi kama tawi alikuwa kusimamia watu, na hata Jumapili iliyopita alitoka pia kwenda kuwasimamia mahujaji na walei na waumini walifika kuadhimisha Pasaka, na akasema maneno machache. Hatimaye alirudi ndani, lakini basi hali ilikuja tena kwa si njema, na Jumatatu asubuhi tarehe 21 majira ya saa 1:35 kama saa 4:35 kwetu huku akawa amekata roho. Apumzike kwa amani.